Nimekuwa nikiwaletea mada tofauti tofauti na historia tofauti tofauti zilizopita, lakini leo nataka tuongelee kikosi hatari sana ambacho kinaifanya Marekani kuwa na kiburi, kinaifanya Marekani kujiamini, kinaifanya Marekani kujisikia kwamba ina uwezo wa kuingia nchi yoyote ile na kutoka bila hata kufanya chochote. Unajua hicho ni kikosi gani? Hii inaitwa Navy SEALs. Watu wengi tunasikilizaga neno Navy SEALs, Navy SEALs, Navy SEALs, Navy SEALs, lakini hatujawahi kujua Navy SEALs huwa ni kikosi cha aina gani au ni jeshi la aina gani. Sasa kwanza jina lenyewe Navy SEALs. Navy mnajua ni mambo ya majini na nini, lakini SEALs ndio jina halisi la kile kikosi. SEALs inamaanisha nini? Hiyo neno unayosikia C, yani nikimaanisha SE, hii inamaanisha C, inamaanisha bahari. Alafu ile A unayosikia ile inaitwa air. Tumeelewana? Air. Air nikimaanisha nini? Tutakuja kuambia. Alafu ile L unayoiona ile L ile kumaanisha sail, ile inaitwa land. Sisi tunaelewa kitu kama hicho? Sisi tunatambua kitu kama hicho? Sasa nini tunachokimaanisha? Nini wanakimaanisha? Kwa nini inaitwa Navy SEALs? Manake ile neno SEALs, manake sea ni bahari, air ni anga, alafu na L ni land. Tukimaanisha SEALs, maana yake ni kwamba yule ni mwanajeshi ambaye ana uwezo wa kupigana vita sehemu yoyote ile, baharini, angani na ardhini. Tuelewana? Tofauti na nchi nyingi ambazo unakuta jeshi hilo walionalo ndio linarudili sehemu zote, yaani wale ni special kwamba wanaweza wakatumika sehemu yoyote ile, lakini unaweza kukuta kuna wanajeshi wengine ambao kwenye nchi zingine ambao labda mtu ni jeshi la ardhini haliwezi kuhusika angani kwa sababu halijui utaalamu wa angani au halijui utaalamu wa majini. Hiyo ni ardhini au ni vita vya ardhini, pigana risasi mwanzo mwisho. Ili ukimpeleka majini inakuwa ni changamoto kidogo, au ukimpeleka angani inakuwa ni changamoto kidogo kuweza kumudu, kwa sababu yeye mafunzo yake sana sana ni ya ardhini. Sasa leo tunaongelea Navy SEALs, kikosi hatari zaidi cha kutokea nchini Marekani. Ndio maana unaona Marekani inaweza ikaongea na kujisikia dhidi ya nchi yoyote ile. Vile vile Marekani ina uwezo wa kuingia kwenye nchi yako bila kujua na ikatoka bila wewe mwenyewe kujua. Ndio hicho kikosi kinachotumika, huwa ni hicho kikosi cha Navy SEALs. Tumeelewana? Mafunzo ya Navy SEALs kwanza ni mafunzo ambayo ni magumu sana. Naitoga SEALs training session. Hayo mafunzo yao huwa ni magumu sana. Kwanza mwanzoni huwa wanapewa mafunzo ya siku 14 kitu kama hicho, ambayo wanapaswa wakae sehemu yenye baridi, sehemu yenye maji, ambao watapaswa kuvumilia kwa siku 14 bila kulala vizuri. Na ndio maana wanakwambia 80% ya wale watu wote ambao wanaendaga kwenye hizo kozi za Navy SEALs huwa wanashindwa. 20 tu ndio wanafanikiwa na kuweza kufuzu na kuhitimu hayo mafunzo. Kwa pamoja hiyo ni Navy SEALs. Ukitaka kuamini, unajua huwa tunaona kuna movie nyingi sana zinatendeka, unasikia kikosi cha Navy SEALs sio nini. Watu wanaopenda sana kufuatilia movie na hizi mnajua mnaangaliaga mara sijui kikosi fulani kimeenda kuokoa mtu fulani, mara kikosi fulani kimeenda kuokoa mtu fulani. Na hata ukiangalia zile movie za Rambo, zile Rambo 1 2 3, umeona, ukiangalia vizuri pale, manake yule ilikuwa inasemekana, yani kwa muundo ilivyotengenezwa ile movie ni kwamba ni mwanajeshi kutoka kikosi cha Navy SEALs ambaye alikuwa ameagizwa kwa ajili ya kwenda kumuokoa kamanda wao wa kijeshi. Ukiangalia mwanzoni jinsi alivyoanza, mwanzoni ametoka vitani kule Afghanistan, ametoka vitani, alivyorudi ndo wakashindwa kumpokea vizuri na kumtreat vizuri kama askari aliyetoka kupigania nchi yake. Ndio hivyo ukiangalia. Sasa ile inamaanisha, inawakilisha mwanajeshi wa Navy SEALs, uwezo anaokuwa nao wa kuweza kupigana na aina ya vikosi vya kijeshi. Sisi tumeelewana pale. Kwa movie nyingi ambazo zinatendeka nyingi sana huwa zinakuwa zinawakilisha jeshi la Navy SEALs
la Kimarekani, jinsi wanavyoenda kuweza kwenda kuokoa mtu, kufanya mission. Kwa mfano kama mission ya Saddam Hussein, ile mission ya Saddam Hussein Navy Seals ndio walienda kuifanya mpaka kumkamata Saddam Hussein. Haya, tuachane na hiyo. Ukiangalia Osama bin Laden, kikosi cha Navy Seals ndio kilichomfuata na kumuua. Tumeelewana Achana na hiyo. Kuna askari mmoja alikuwa ni captain wa meli anaitwa Captain Phillips, kama ushawahi kuangalia kule Somalia. Wengi walishaona movie yake, lakini ile ni historia ya kweli. Alienda kuokolewa ni Navy Seals ndio alienda kumuokoa. Kwa hiyo hii ni baadhi ya mission ambazo wamewahi kuzifanya, umeona, lakini wakiwa ni kikosi cha Navy Seals ndio wamekuwa wakifanya mission nyingi sana za Kimarekani. Kwa hiyo kikosi cha Navy Seals bana ni kikosi ambacho ni hatari zaidi. Na ndio maana kinawapa kiburi sana Marekani. Wanaweza kaingia kwenye nchi yako wakafanya kilichoagizwa na wakarudi bila kuonekana. Na kwa kawaida yao wanapaswa wafanye mission bila kuonekana. Lakini waliwahi kubananishwa huko Afghanistan. Bana waliwahi kubananishwa siku moja, wanaenda kumkamata yule kiongozi wa kule wa Kiislamu wa Afghanistan. Walipoenda kule, bahati mbaya wakawa wamezingirwa. Walipozingirwa basi bila kutegemea, na ndege ambayo ilipaswa kuja kuwaokoa na yenyewe ikawa imepigwa bomu ikawa imeungua. Kwa hiyo wakajikuta wamezingirwa na wanamgambo wa kule Afghanistan. Na hiyo kuna movie mlishai kuiona, ila ile ni historia ya kweli. Achana na ile movie ambayo huwa tulishai kuiangalia. Sasa ile ni historia ya kweli ya Navy Seals. Sasa lile ndio jeshi la Navy Seals, lakini liliweza kuzingirwa, lilishambuliwa, wote walikufa. Navy Seals wote walikufa isipokuwa aliokoka mwanajeshi mmoja. Na ndio ile movie moja ambayo iliyokuja kuchezwa inaitwa hiyo movie inaitwaje? Tuiangalie hapa. Tuiangalie hiyo movie vizuri. Hiyo movie inaitwaje ambayo kule Afghanistan. Kule sikio Afghanistan. Ndo ujue kwamba kile kikosi huwa ni hatari zaidi. Mwanajeshi mmoja walizingirwa sana na mwanajeshi mmoja ndo aliokoka tu. Milima ya Afghanistan. Kwa hiyo hapa tukiwa tunamaanisha kwamba na kuonesha jinsi hali halisi ilivyo, kwamba hicho kikosi cha Navy Seals ni kikosi ambacho ni hatari zaidi. Anyway, lakini nahisi ukifuatilia vizuri utajua huyo mwanajeshi ambaye hapa sioni, jaribu kuangalia sioni, lakini ukifuatilia vizuri utaona huyo mwanajeshi aliyeokoka. Katika wanajeshi tu alikufa, alibaki mwanajeshi huyu mmoja ndiye aliyefanikiwa kuweza kuokoka katika hiyo vita kati ya Afghanistan wakiwa wanaenda wa Navy Seals kwenda kumkamata kiongozi wao. Elewana hiyo ni Navy Seals. Next time nitawaletea kikosi kingine hatari zaidi. Kuna vikosi hapa duniani ambavyo ni hatari zaidi, huwa vinazungumzwa sana. Kuna kikosi kinaitwa SAS from Uingereza na kitu kama hicho. Kuna Spetsnaz. Hicho nahisi mshakisikia, kipindi cha vita ya pili ya dunia kiliongelewa sana hicho kikosi. Kwa hiyo next time nitakuja kuletea aina za vikosi, lakini kuna kikosi Balaa Blue hatari zaidi hapa duniani, kinatoka Israeli. Sasa baada ya kutengeneza hii video ya kikosi cha Marekani Navy Seals, nitakuja kuwatengenezea video ya kikosi kinachopatikana Israeli ambacho ni kikosi hatari zaidi, ambacho kile sasa kimekuwa advanced hadi kiteknolojia, kinatumia teknolojia hali ya juu sana. Nitawaletea hiyo story. Hii ni Mambo TV. Karibu sana, endelea kusubscribe kwenye channel yetu ili uendelee kupata story tofauti za kuhusu vitu tofauti hapa duniani.